Yesu hayupo kaburini. Luka sura ya 24. Andika kichwa cha somo kinachosema Yesu amefufuka. Bwana Yesu asifiwe. Hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, walikwenda kaburini wakialeta manukato walioweka tayari. Wakalikuta lile jiwe limeviringishwa mbali na kaburi, wakaingia wasione mwili wa Bwana Yesu. Ikawa walipokuwa wakifadhaika kwa ajili ya neno hilo, tazama, watu wawili walisimama karibu nao wamevaa nguo za kumetameta. Nao walipoingiwa na hofu na kuinama kifudifudi hata nchi, hao waliwaambia, kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Hayupo hapa, amefufuka. Sema amefufuka. Kumbukeni alivyosema nani alipokuwa akaliko Galilaya. Warumi sura ya 8 mstari wa 11. Warumi sura ya 8 mstari wa 11. Lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataiuisha na miili iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu Kristo katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataiuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Hii tulikuwa na semina yetu na inaisha leo kwa neema ya Mungu ametusaidia. Na semina yetu ilikuwa na ujumbe unaosema, inasemaje ujumbe? Kurudi katika, na tukaelezea viwango kadha wa kadha. Tukasema kama kumbuka Pasaka TGH tulikuwa watu wa namna gani? Ni TGH mimi mwinjilisti, ni mtu aina gani? Ikiwa kuna mahali nimepungua nimeandika, nimwambie Yesu nisaidie, nipime, nitakase, niongoze. Ikiwa wewe kuna mahali umepungua, mwambie Yesu nisaidie, niongoze. Maandiko haya tuliyosoma hapa, Wayahudi siku ya 7 ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Ndio ilikuwa siku inamalizia Sabato. Siku ya Jumapili ilikuwa ndio siku inayoanza juma la kwanza. Kwa nini sisi tukasema tuabudu Jumapili? Kwa sababu hii ni sheria ambayo pia anasema kwamba kuna mfalme mmoja, sijakumbuka vizuri, alishinda vita siku zote kama siku ya Jumapili, kwa akasema naye akasema kuanzia leo na mimi namfuata Yesu. Sawa eh? Namfuata Yesu. Kwa akaomba ibada zote zile zinapenda nini jamani? Lakini Yesu ndiye juma ambalo alifufuka. Jamani amina. Bwana asifiwe. Sasa hapa kuna wanawake, Mariamu Magdalena na wengine wengi. Yohana anasema alikuwa na Salome na wengine wengi. Hao wanawake ndio hao wakati Bwana Yesu alibeba msalaba anaelekea Kalvari, wakati ameanguka wakachukua maji wakampa. Wakawa wanamlilia. Bwana akasema msililie mimi, bali jilieni wenyewe na roho zenu na watoto wenu. Maana kama wameweza kufanya mambo haya kwa mti ulio mkavu au mbichi, wataweza kufanya mtu mkavu. Maana kama wanaweza kufanya kwa Yesu, je, kwa sisi itakuwaje? Kwa hiyo Yesu akasema mwana wa Adamu atapigwa, atateswa, atakufa, lakini siku ya mbele atafufuka. Akasema kizazi hiki kinataka ishara. Akitapata ishara nyingine zaidi ya ishara ya Yona, alikaa kwenye tumbo la samaki kwa muda siku ngapi? Siku 3. Na hivyo ndivyo mwana wa Adamu atakapokaa katika tumbo la ardhi, lakini baada ya siku 3 atafufuka katika jina lake. Wakati anaongea haya maneno, wanafunzi walikuwa hawajaelewa. Wanafunzi walikuwa hawajatambua. Wanafunzi walikuwa hawajafahamu. Basi pale msalabani Kristo alipokuwa ameisalimisha roho yake kwa Mungu,
Yusufu Arimataya akamchukua Yesu, akaenda kwa Pilato akamwomba mwili wa Yesu, maana alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu. Yohana anasema alikuwa na Nikodemo pia. Akamchukua mwili wa Kristo, akaweka katika sanda safi, akaweka manukato, wakauingiza kaburini kwenda kuhusika. Kimwili, mwili ulikuwa kweli umekufa, lakini roho yake ilikuwa hai, kwa sababu alishuka mpaka pande za chini za nchi kwenda kumpokonya shetani ufunguo. Na ndio maana anasema, tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za uovu, wala hakuna jambo lolote litafanyaje litakalo asuru. Nini maana yake? Juu ya baba huyu nimelijenga kanisa langu, wala malango zote hayatalishinda. Kwa hiyo Yesu amelijenga kanisa juu ya mwamba. Huo mwamba sio Petro, huo mwamba sio Paulo, huo mwamba sio padri, huo mwamba sio mchungaji, huo mwamba sio mwinjilisti, huo mwamba sio askofu, huo mwamba ni Yesu Kristo. Yesu ndiye mwamba wa milele, na juu yake tumejengwa, hatutikisika wala kuangamia, maana ndani yake tunakwenda na kuwa na uhai wetu katika jina la Yesu Kristo. Yesu alipozikwa akachukua jiwe kubwa akaliweka. Ukisoma kitabu cha Mathayo, wale Masadukayo, Mafarisayo na walimu wote wale na waandishi wakaenda kwa Pilato, bwana yule mtu alisema, yule mdanganyi alisema baada ya siku 3 atafanyeje? Atafufuka. Hivyo tuma askari waende wakalilinda lile kaburi. Wakatuma walinzi wakaenda kulilinda lile kaburi. Siku ya kwanza Yesu anawatoa wale kifungoni kule kuzimu, kulielezea siku ile waliokuwepo. Siku ya pili Yesu anafanya tena marejesho yaliyopotea, anarejesha ufunguo, anarejesha mamlaka iliyopotea. Sema amina. Siku ya tatu amemaliza kazi. Tetemeko likawashika wale walinzi. Malaika akashuka akaliondoa lile jiwe. Lilikuwa ni jiwe kabisa, unaelewa? Akaliondoa lile jiwe kwa tetemeko kubwa. Hata wale walinzi wakapata mshangao, wakasema imekuaje? Wakapata usingizi, wakaingiwa na hofu. Lakini kumbe malaika alishuka ili aondoe jiwe, ili mwanaume atoke kaburini. Jamani, amina. Walipofika hao wanawake wakaingia makaburini, alafu wamesahau kwamba alisema atafufuka. Sio, unaelewa? Wakasahau kwamba Yesu alisema atafanyaje? Atafufuka. Usije ukasahau kwamba Yesu amefufuka katika wafu. Haupaswi kuonewa tena katika jina la Yesu. Jamani, amina. Wakaingia mpaka pale kaburini. Walipoingia wakashangaa, mbona Bwana hayupo? Au wamemwimba, mbona haonekani? Yuko wapi Mungu wetu? Yuko wapi Yesu ambaye alikufa msalabani kwa ajili yetu? Mbona alimweka hapa hatumuoni tena? Wamesahau. Na ndivyo hata leo watakatifu wanasahau, wanaingiwa na mashaka. Paulo anawaambia Wakorinto, anawaambia ndugu zangu, sikilizeni, ikiwa Yesu alifufuka katika wafu, na ikiwa kama wafu hawafufuliwi, basi kuhubiri kwetu ni bure. Anawaambia Wakorinto, maana kwa Wakorinto yaliingia mafundisho ya uongo ya kusema hakuna kiyama ya wafu, ya kusema wafu hawafufuliwi. Paulo anawaambia ikiwa kama wafu hawafufuliwi, basi Kristo anakufanyaje? Akufufuka. Na hivyo tumemfanya Mungu kuwa muongo, ambaye tunasema alimfufua Yesu Kristo. Na mafundisho haya yapo leo. Wengine wanakwambia Yesu alimuiba, yeye alifufuka, akuwa Yesu alikuwa sijui nani. Mafundisho yapo mengi. Paulo anaongea na Wakorinto. Haya mafundisho hayajaanza leo, tangu Wakorinto walimuiba. Hata leo wanasema walimuiba. Mathayo anasema neno lao likaenea hata leo. Paulo anawaambia, sikilizeni niwaambie, kama Yesu akufufuka, basi imani yetu ni bure, tungalimo katika dhambi zetu. Lakini sasa Yesu Kristo amefufuka katika wafu, na tunalo tumaini ya kwamba Yesu Kristo
Yesu hayupo kaburini, hayupo kaburini, hayupo kaburini, hayupo kaburini, hayupo kaburini, hayupo kaburini, hayupo kaburini. Hayupo kaburini. Mwanaume ameshinda kaburi, ameshinda mauti, ameshinda magonjwa. Yesu hayupo kaburini. Hata wewe mchana wa leo, haijalishi nini kinakusumbua, leo kinaondoka. Uzima unaingia ndani yako, baraka inaingia ndani yako, uwezo unaingia ndani yako, uzima unaingia ndani yako, maana Yesu hayupo kaburini. Sema amina. Yesu hayupo kaburini. Malaika akatokea akawaambia msiogope. Neno usiogope kwenye Biblia limeandikwa mara 300 kama 65 hivi, yani mwaka mzima usifanyeje, usiogope. Alafu wale malaika wanawapa habari, jamani, kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Anawaambia hivi, hayuko hapa jamani, amina. Hayuko hapa, amefufuka kama alivyofanyaje, alivyowaambia. Anawatangulia kwenda wapi? Kwenda Galilaya. Lakini leo Yesu yuko kaburini, ametangulia kwenda mbinguni. Anasema ameenda kuandaa makao ili alipo Yesu ili na wewe tuwepo. Makao ni mengi kule mbinguni kwa Baba. Ameenda kuandaa makao, anatangulia mbinguni kwa Bwana, anaenda mbinguni kwa Bwana, kwenye makao ya milele, kwenye mji wa Bwana, ile Sayuni ya Bwana, ambao watakatifu wataingia huko. Tutaingia huko kwenye mji wa Bwana. Aliwatangulia wanafunzi wake kwenda Galilaya, lakini mimi na wewe ametangulia kwenda Sayuni ya mbinguni, mji wa Bwana, Yerusalemu mpya. Wanasema ule mji unahitaji taa, ule mji hauhitaji umeme wala jua, bali taa ya Mwana-Kondoo inaangaza ule mji. Barabara zake ina dhahabu safi, kuna majumba tele. Tutawaona kina Elia, tutawaona kina Musa, tutawaona wapendwa wakitangulia, tutamuona Yesu. Kazi yangu ikiisha, nami nikiokoka na kuwakuta kuharibika, nikamuona Mwokozi Yesu Kristo, nikamuona Bwana wa Bwana aliyelifia msalabani, aliyelifia msalabani. Ninalo tumaini la uzima milele. Tunayo matumaini, tutaondoka siku moja, tutaenda mbinguni kwa Bwana, tutakaa mahali kule. Anasema atafuta machozi katika macho yetu. Hakuna kulia kule, hakuna magonjwa kule, hakuna mauti kule. Kule ni furaha katika Roho Mtakatifu. Tutaimba pambio za mbinguni, tutaimba nyimbo za mbinguni, tutaabudu nyimbo za mbinguni, tunasimama mbele za Bwana tukisema hakika wewe ndiye mfalme wa wafalme na wewe ndiye Bwana wa mabwana yote. Zaidi yako kuna mwingine. Wewe Bwana ulikufa ukamlia Mungu kila kabila, lugha na jamaa. Yesu hayupo kaburini, Yesu hayupo kaburini, Yesu hayupo kaburini. Uwe na matumaini, Yesu hayupo kaburini, Yesu hayupo kaburini. Inua imani yako, inua matumaini yako, usikate tamaa kama Satani. Alipoondoka Yesu akatuachia Roho Mtakatifu, anakaa ndani yako. Ikiwa lakini Roho wa Kristo, lakini ikiwa Roho wa Kristo anakaa ndani yako, yeye aliyemfufua Yesu Kristo katika wafu, kwa Roho wake Mtakatifu ataiuisha na miili yetu iliyo katika hali ya kufa. Roho Mtakatifu ni Roho wa ufufuo, atakaye kufufua ni Roho Mtakatifu. Paulo anasema ikiwa uko mwili wa asili, basi uko mwili wa mbinguni. Na fahari ya mwili wa huu hapa wa mwili huu asili na fahari ya mwili wa roho wa mbinguni ni tofauti. Anasema ikiwa tuliichukua sura yake ile udogo wa damu, anasema kadhalika tutaichukua sura yake aliyo mbinguni. Jamani, amina. Yani leo hii tunaonana hapa, unaponiona na wewe mama wangu, unaponiona jinsi nilivyo nachukulia poa, lakini rohoni ni sawa kawaida, lakini rohoni wasi wa kawaida, 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 rohoni wasi wa kawaida,
tutakapofunuliwa tunafanana naye, tunafanana na Yesu Kristo. Nitafanana na Yesu, nitafanana na Yesu, nitafanana na Yesu. Leo unaniona pua yangu kubwa, macho yangu makubwa, unaniona wewe nichukulie hivyo hivyo, lakini siku inakuja mwanangu, unamwona nimependeza, nimevaa mavazi yenye utukufu, nimefanana na Yesu. Nasema twende kwa Bwana, haina haja kuogopa. Tunafanana na Bwana, tunafanana na Yesu, tunafanana na Bwana. Roho Mtakatifu anatubadilisha kufunga na kufungua. Yaani kufunga na kufungua tumebadilika. Kwa ndio watu wa leo ndio zikifungwa watu wa wadaiwa hawabadiliki na bwana harusi. Watu wanadili na bibi harusi. Bibi harusi ana mdomo mkubwa au mdogo, hawadili na wewe. Jamani, amina. Nasema mimi heri wale walioalikwa kwenye karamu, kwenye harusi ya mwana kondoo. Tumealikwa kwenye harusi ya mwana kondoo. Tutaenda kula mzabibu pale juu kwa Bwana. Yeketende kala mashaka na baba lemos. Bwana wema, amina. Hiyo ndio raha ya Injili sasa. Jamani, amina. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Ni kweli yako mambo yanaumiza. Ni kweli dunia imetukataa. Ni kweli hatueleweki duniani, lakini mbinguni wanatufahamu. Wanasema kuna jitu pale duniani, liko jitu pale Lupilo. Wanasema kuna kamanda moja yupo Lupilo, kuna shujaa moja yupo Lupilo. Inuka shujaa, inuka shujaa. Usiogope, 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 usiogope. Safari yetu ya matumaini ya kumuona Yesu akishika pendo ili mpaka mbinguni kwa Baba, akishika duniani ili mpaka Kanaani. Roho Mtakatifu atatubadilisha. Ndiye aliyemtoa Yesu katika wafu. Na ndivyo kama Yesu atakapokuwa anarudi sisi kwa tumelala, Roho Mtakatifu ndiye atakaye tubadilisha. Tukibadilika nini kinatokea? Kufumba na kufungua. Ndani ni dakika ngapi? Moja. Paulo akasema tena dakika moja. Baadaye akasema kufumba na kufungua. Yaani kwa maana yake, yaani hata ukifumba na kufungua dakika moja, maana yake ya kwamba parapanda itakapolia wapendwa watainuliwa kwanza. Na kama sisi tuko hai tutaungana nao. Alafu mwili wa nyama utaondoka, mavazi yake yataondoka, itakuwa mavazi ya mbinguni. Alafu hapo tunaondoka mdogo mdogo, tunaenda Kanaani pale kwa Baba. Tunaenda pale wale kwa Baba. Tunakaa na Bwana pale. Anasema tena mtumwa mwema, usiogope chapa kazi ya Bwana. Fanya kazi ya Bwana. Kazi yako inaigara, kazi yako inaigara, kazi yako inaigara, kazi yako inaigara, kazi yako inaigara. Jamani, amina. Lakini ndugu zangu, msitaki. Kama nawaambia Thessalonike habari zao waliolala mauti. Maana anasema nawaambia nini? Hatutalala sote. Ndio maana mlokole afi. Mlokole analala. Mtu anayelala anaamshwa. Anayelala anaamshwa. Anayelala anaamshwa. Sisi sio dunia hii, tutaamshwa. Tutaamshwa. Utaambia mwanangu, amka. Toka kwenye kaburi, sio kwenye uzima wa milele. Jamani, haleluya. Anasema ndugu zangu, sisi tunao tumaini. Paulo anasema jamani, hatutawatangulia wale kusha kulala mauti. Maana sharti wafufuliwe kwanza, alafu sisi tutafuatana nao. Jamani, amina. Tulisome andiko la Wathesalonike. Lakini ndugu, tutaki msije habari zao waliolala mauti. Usije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini kwamba Yesu alikufa akafufuka, hivyo hivyo na hao
waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Alafu anasema kwa kuwa tuambieni haya kwa neno la Bwana kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana hakika tutawatangulia wao waliokufa kulala mauti, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni na pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Jamani, amina. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tukamlaki Bwana Yohane, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno haya. Jamani, amina. Basi farijianeni kwa maneno haya, na kufariji na nifariji ya kwamba tunalo tumaini la baraka, tumaini la uzima la neema ya Bwana, ya kwamba sisi mji wetu ni mbinguni kwa Bwana. Aliyehubiri na kujenga ni Yesu mwenyewe hapa uishi duniani. Yesu atatusaidia, tutaenda kumwona pale Yohane, tutaondoka hapa duniani, tutaenda pale mawinguni, tutanyakuliwa pale na Bwana, hapo tukae Bwana milele yote. Na anasema ya kwamba tutakutana na wapendwa wetu, tutawaona waliotangulia. Jamani, haleluya, haleluya, haleluya. Futa machozi yako, usikate tamaa, usiogope ndio nasa. Hayo majaribu usiogope. Heri mtu yule astahimilie majaribu, maana kisha kubaliwa ataipokea taji ya uzima. Yastahimili majaribu, yastahimili mapingamizi. Wakikusema wewe yastahimili hayo, stahimili viboko, stahimili majaribu ya ndoa, stahimili majaribu ya kazi, stahimili majaribu ya wokovu. Anasema na mwisho wake Ayubu, mwangalieni Ayubu alipostahimili majaribu hakuna mbele, lakini mwisho wa siku Ayubu akapata uzima. Mungu akambariki mara mbili zaidi. Usiogope mama, machozi yako Yesu anayaona, lakini Yesu yuko kaburini. Nasema Yesu yuko kaburini, na kama Yesu hayuko kaburini na wewe uko kaburini, na wewe unaishi na Kristo katika ulimwengu ulio juu sana. Yeye paka kabos